Karibu kwenye maombi. Leo nataka tuombe. Kwa naomba kila mmoja aandike maombi haya. Ombi la kwanza, omba haki ya Mungu ikutangulie. Haki yako wewe inapatikana kwa Mungu. Kwa hiyo omba haki ikutangulie. Utaandika kitabu cha Kutoka 23 mstari wa 20. Andiko la pili Luka 18 mstari wa 7 mpaka wa 8, na andiko la tatu Mathayo 6:33. Ombi la pili ni kwa habari ya kuomba ulinzi. Omba Mungu aruhusu ulinzi wake kwako. Omba Mungu aruhusu ulinzi wake kwako. Andiko ni Isaya 58 mstari wa 9. Isaya 58 mstari wa 9. Ombi la tatu, amuru ile nguvu ya Mungu toka ndani yako kutenda maajabu. Amuru ile nguvu ya Mungu ndani yako kutenda maajabu. Acha yeye aliyetufia atukuke katika maisha yako. Andiko wa Filipi 4:13. Ombi la 4, omba malaika wanaoshughulika na kazi akufanikishe au akufikishe kunako mafanikio. Malaika wanaoshughulika na kazi washughulike na kazi za mikono yako ili kukufikisha kunako mafanikio yako. Yake, omba Mungu aongeze hatua zako na aibariki kazi ya mikono yako ili uweze kufanikiwa. Omba Mungu aongeze hatua zako na aibariki kazi ya mikono yako ili uweze kufanikiwa. Andiko Methali 16:3. Andiko la pili Zaburi 90:17. Andiko la tatu Zaburi 90:17. Andiko la pili Zaburi 90:17. Andiko la kwanza nilisema Methali 16:3. Andiko la tatu Kumbukumbu la Torati 28:12. Ombi la tano, ombea mipango yako na mambo unayoyataka kuyaona yanatokea kwako katika kipindi hiki kabla ya mwaka kuisha. Ombea mipango yako na mambo unayotaka kuyaona yanatokea kwako katika kipindi hiki kabla ya mwaka kuisha. Zaburi 138 mstari wa 8. Ombi la kwanza ni kwa habari ya haki. Haki yako ikutangulie. Haki ni ule utendaji wa Mungu kwenye matarajio yako unaotegemeana na kiwango chako cha imani na kuishi sawasawa na mapenzi ya Mungu. Kuna utendaji wa Mungu ambao wewe
Mungu anauruhusu kwenye yale matarajio yako, ambao unategemeana na kiwango cha imani yako sawasawa na mapenzi ya Mungu yalivyo. Haki inapokutangulia, inaleta lile hitaji lako. Kwa hiyo inaruhusu ile nguvu iamke ndani yako, kwa sababu inakuhalalishia na inakuhakikishia kufanikiwa kila uendako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapoomba ile haki ya Mungu juu yako, unaomba ule utendaji wa Mungu ambao ameuruhusu utembee na wewe, unaoendana na ile imani sawasawa na mapenzi ya Mungu. Kuna kitu Mungu kakiruhusu kwako, ameruhusu, na jana tuliongea. Sasa yale ambayo ameyaruhusu, ambayo ameyaandaa ni hazina kwa ajili ya walio wa kwake, omba hiyo haki yako hapo, ili uruhusu ule utendaji wa Mungu katika yale yaliyo matarajio yako, kulingana na imani ulionayo, ayaruhusu ya kujilie wewe. Kwa hiyo hiyo haki ikutangulie. Haki ya Mungu ikutangulie kazini kwako. Haki ya Mungu ikutangulie kwenye shughuli zako. Chochote unachokifanya, ile haki ya Mungu iende na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Katika yale maandiko ambayo tumeyasema, andiko la kwanza linasema, tazama mimi namtuma malaika aende yako ili akulinde njiani na kukupeleka mpaka mahali pale nilipokutengenezea. Kwa hiyo pale mahali ambapo Mungu amekutengenezea ndipo palipo na haki yako. Kwa hiyo unapoomba haki yako, unaomba ule utendaji wa Mungu sasa akupeleke pale ambapo yeye amekutengenezea, upewe yale ambayo amekukusudia. Sema amen. Hiyo Luka 18:7 amesema, na Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao? Nawaambia atawapatia haki upesi. Walakini atapokuja Mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Mfano wa Farisayo na mtoza ushuru. Ile haki ambayo amewaandalia wateule wake. Haleluya. Ukienda lile ombi la pili, omba ulinzi wa Mungu, kwa maana ya kwamba omba Mungu alinde maisha yako. Omba Mungu alinde njia zako. Omba Mungu alinde unachofanya. Alinde hata yale ambayo umekwisha yafanya. Alinde, kwa maana kwamba omba mpaka Mungu apeleke ulinzi katika yale ambayo umeshavuna matunda, ili yale matunda yadumu, ili yale matunda uendelee kuyafurahia. Omba Mungu alinde. Alinde familia, alinde mali zako, alinde kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo leo kuna maombi hayo matano ambayo natamani kila mmoja ajipeleke mbele za Mungu na kuomba. Haleluya.